alikuwa mtoto, wa pili tunaita ni kijana. Huyu kijana ukikompea sasa na ile Waefeso sura ya 4 mstari wa 13, tunasema ni kumjua sana mwana wa Mungu. Yaani ni level ya imani ambayo mtu anaanza kumjua sana mwana wa Mungu. Huyo tunamuita ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ni mtu ambaye anaendelea kujifunza kumjua Mungu kila wakati. Yaani ni mtu ambaye hajibiki kumjua Mungu. Hata kama leo nimefundishwa kwa habari ya Roho Mtakatifu na mimi, kesho ataenda atatafuta content zaidi. Kesho ataenda ataomba kwa ajili ya kumjua Mungu kuliko anavyomjua. Kama nimefundishwa kwa habari ya karama, kwa mfano nimefundishwa karama ya neno la maarifa, amefundishwa karama ya hekima, amefundishwa karama kadha wa kadha. Yule mtu anapotoka, kwa mfano nimeambiwa karama ya neno la maarifa imegawanyika katika sehemu 5. Ipo kwenye eneo la mawazo, iko kwenye eneo labda la ndoto, ipo kwenye eneo labda la maono, ipo kwenye eneo labda la kumbukumbu. Mtu anapoambiwa mambo kama hayo, halitoshi kuishia hapo. Anaenda kutafuta namna nyingine ambazo Mungu anaweza akasema naye na akaanza kuzitumia hizo karama. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo unaiona tofauti yule mtu wa kwanza na yule mtu wa pili. Lakini pia huyo mtu huwa ni kielelezo. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, mtu na asikudharau kwa sababu ya ujana wako. Mtu yeyote asikudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa wote waaminio, kwa usemi, mwenendo, imani, usafi na mambo kadha wa kadha. Imezungumza hivyo kwamba mtu yeyote asikudharau ujana wako. Kwa mtu anapokuwa kijana, sio lazima awe kijana kwa habari ya umri, lakini tunazungumzia level yake ya imani inakuwa kutoka kwenye underground kabisa, anaanza kuelevate, anaanza kupanda. Imani yake inapokuwa, maisha yake yanabadilika, anakuwa kielelezo. Na tunaposema kielelezo, sio kanisani. Kwa Yesu asifiwe sana. Yaani unapokuwa kielelezo kanisani alafu huko nje sio kielelezo, haina maana. Inatakiwa uwe kielelezo huko nje. Inatakiwa uonekane huko nje kwamba wewe ni kielelezo. Kwa sababu kanisani kila mtu anajaribu kuishi maisha ambayo yataonyesha kwamba anamjua Mungu, anamfahamu Mungu, anamtii Mungu. Lakini unapotoka nje ya kanisa ndipo unagundua uhalisia kabisa wa maisha ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusoma pia Efeso sura ya 4 mstari wa 13. Unaweza kusoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Hii inazungumzia kwa habari ya ni sawa na ile Yoeli sura ile ya 2. Inazungumza na itakuwa katika nyakati za mwisho, nitamimina roho yangu, wana wenu na binti zenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Unaweza kusoma Matendo hiyo sura ya 2 mstari wa 17. Kwa moja kati ya kitu ambacho kijana anakuwa nacho, anakuwa na vision. Bwana Yesu asifiwe sana. Vision inampeleka kule ambapo Mungu amemdirect kuweza kufika. Kijana yeyote ambaye anakuwa hana vision ndani yake, maana yake ni kwamba bado kuna level fulani hajaifikia. Inatakiwa aanze kujitafuta ili afikie kule ambako kuna vision yake. Bwana Yesu